Alright, beautiful people, what's up? Wadau, mambo vipi? Welcome to Wadau podcast. This is it. Thank you. Nataka nichukue dakika moja yako kukumbusha how important it is, manze, and how you are important to us. Your follow and your subscription, manze, ndio inafanya tuendelee kusonga. And thank you for following us. Thank you for your reactions. Thank you for your ideas. Thank you for wale watu ambao mkikutana na nyinyi mnaniambia hey mazee yule guest alikuwa hivi. Your feedback mazee is very very helpful to us. Tunashukuru sana. So welcome back to Wadau podcast, and today I'm honored mazee to have one of the, I must say, the best artists, one of the most interesting one. Nikisikia from kitambo hata sitaki kuanza kudilute. But umse nilimwona mahali and I was like I need to talk to that guy, Mr. Neto. Yo. Unakuaje bro? Fit into go. Mambo mazuri. Nashukuru sana. Manze nafurahi kukuona. Nice too. Karibu manze. Pleasure, asante. Karibu Wadau. Nashukuru sana. Sikuwa imagine na keti na wewe hapa manze siku fulani. Inawezekana pia kwa weja. Kama unasikia kuna mtu anatamani kukaa pia na Rogers, pia mimi nashukuru pia mwaliko wako bana. Okay. Yeah, sure. Karibu man. Asante. Hii look imekuwa inspired na? Kuna hiyo love machine. Love machine. Napenda hiyo print hiyo. Marangi pia kuna msemo pia la basi pia. Mezena love machine, yani love machine. Okay. Mtu upendo pia. Mseme ama love machine. Ni love machine, yani na upendo ni sana, yani that's it. Una upendo mwingi. Mimi na upendo mwingi unajua. Ni love machine. Nilipenda hivyo pia tabibi hivyo. Umekuwa wapi Neto? Mazimi si niko tu mazee. Niko tu. Kwa lagari yao? Mazee neko mazee. Amon neko. Atuko tu kwa hii maisha mazee Kenya hii mzuri. Usikue hivyo bro. Wai Mazee. Mazee afu salamu mingi ni hizo pia. Ni hizo tu mazee. Hata kuna salamu. Patana jamaa. Hakuna cha mambo. Mazee Neto upotelea wapi? Potelea wapi? Yani ndio salamu tu yani yote. Kila mtu anataka kujua mpotelea wapi Neto. Bana jo. Unajua nilikutana naye na nilikuwa nishakwambia mimi nikikuwa ile wakati na grow. Yep. Tukiwa ile I think mostly ilikuwa high school. Nilikuwa nakusikia sana. Nice. Kwa mazako yani hiyo time nilikuwa nasema msanii ni mkali. Hata first time nilikuwa nafikiri ni msanii fulani wa Mombasa. Neto. Kuna hiyo time unasikiza tunafuatilia mambo mseto sana. Tunafuatilia hiyo time unajua nilikuwa unangoja redio hivi ikifika saa 7. Uifungulie tu pia. Mseto pale na mzazi. Muziki na wakati ulikuwa kupoa, mzazi hapo alikuwa ndo amechachisha na tu anatuintroduce watu wa bongo, tunafurahi. Manze. Mpaka redio unataka kukaa nayo kila time tu. Kweli very true. Mzuri unasikiza bongo. Unasikia na hip hop Tuesday. Ndio zilitupatia asira ya muziki sasa hizo. Maana ukisikia unasema na mimi ndio mpaka kama kumbe kuzafanya, maana unasikia ule msukumo wa muziki. Unajua ukiwa umeona muziki yani kama iko born pia unaifeel tu, unasikia pia inakusukuma. Mzazi ulishapata naye sana most. Hata kwa video hiyo Mofire alisupport sana, mkono mzazi pia imesaidia kwa upande wangu. Mzazi ndo alihusika kushoot hako kwa video sana changia pakubwa. Alichangia mzazi pakubwa. Ulipatanaje na mzazi? Hivyo tu studio pale tukiimba watu Mofire, wakati kitumano akatumaniwa MD producer wetu alikuwa na pia mara kwanza kwa kimlink na ngoma yote kutoka Mombasa pale kimtengeza kina Rude Boy anamtumia. Kuja kupata na mzazi hivi pia kumbe tena mtu tu close tu hivyo tukakuwa hivyo tu. Tukapatana vibe kasonga tu poa. Tukastukia kumbe ni bro. Ilikuwa mwaka gani ukipatana naye hivi like? Ndugu pale ni mama 209 kitu kama hicho Katoto pia nimetoka shule hapo, tuko na moto mwingi sana, tamani kuimba mbaya sana. Hata sijui ilipotea, I don't know. Okay. Ulimaza shule high school mwaka gani? Hiyo miaka hiyo 27. Okay. Ulikuwa unajua yani ile kwanza kuimba ilikuwa imetokea wapi? Is it something you used to do in school? Since primary. Since primary. Taarifa yangu la karibu anajua, lakini sasa pia mimi nina hiyo siri sana ya kuimba. Nilikuwa muoga yani hivyo kimya. I remember hata kuna principal wetu nampenda sana, alituchukua vitabu alivikuta hapo akashangaa what is this. Hata wale tulisoma nao najua historia akatupa mwalimu wetu teacher
Alitupa vitabu kwa nini? Basi alikuta mziki maze, kumbe vitabu vile pale vimejaa mziki bana. Unaandika mziki? Ya sana bana. Primary. Uko unaandika tu mwenyewe? Mbaya sana, sijui kwa nini. Wakati tukisikia zile za kina Kidalipo wale kisikia kina Nelia sijui wote aniandika mziki hapo, akakutana na hizo vitabu akazi. Sikufurahia pia mwenyewe anajuaga, lakini nilielewa tu. Mr. Mkungo mazee, Mr. Mkungo, remember this, kutupa vitabu, lakini namshukuru mazee, namshukuru mpaka sasa kwanza, ana appreciate muziki wangu pia yeye. Cha ajabu anapenda kwanza, mpaka yeye ananiuliza tena, mazee mbona uimbi bwana tena? Kaambia hivyo tu dadi. Wacha. Bana, very nice. Alikuwa kwa cartoon, masomo bana pia. Wow. Sure. Tawaga na respect na hiyo napenda pia. Ushaipata naye after umekuwa msanii? Vizuri sana. Akakwambia vipi mambo? Appreciate, hata mimi na appreciate. Yeye uniuliza nini, mbona uimbi upatie tu vibao tena bwana? Sikia mzuri sana message hizo. Nikampiga pia, hata nilishukuru. Joke, mbona mwalimu wako hivyo bwana, teacher anakuambia hivyo bwana tena. Tena mtu alikuwa anakupiga virando sana afu ndo anakuambia tena, unajua pia bwana nice sana. Wow. So mziki zia huko kitambo hapo primary hapo. Officially nipatie your background kidogo, nataka tuiframe so that tukuje vizuri tujue Neto wa hiyo time ulipita njia gani na gani mpaka pale ulipo saizi. Nataka tuanzie hapo. So unasema kuna hiyo primary background yako ni Mwatate, sio? Mimi ni wa huko Mwatate. Mimi ni wa huko mbaya Mwatate. Shule ukaenda hizo Mwandisha alafu nilianza Mwatate primary. Mwandisha Mwagogo Academy hapo Taita Academy. Nika clear hapo. Ndo ka clear high school. Taita Academy, sio? 28. Ilikuwa nianze Kenyatta, lakini sasa ni ile tu uwezo ikabidi nitume Mwagogo huko. Hata unajua hata marafiki zangu Mwagogo ba. Okay. Ulikuwa mzuri shuleni? Mimi sikuwa mbaya. Tatuko sio. Mimi high school. High school. Ndio mpate grade yangu sasa high school. Yani tu yes ndio. Sawa basi. Si ndio ile tulikuwa tunamizo ma degrades degrade tukawa vibaya sana, ikatuangusha. Lakini nikatoka na casting kangu hapo. Line hapo ya. Mimi niko hapo. Na bado ukichanganya na usanii na kadhalika. Niko vizuri yani kidogo na mimi niko kitabu pia naweza fanya yani. Niko vizuri tu. Background ya wazazi hiyo time walikuwa fiti, lakini mama alikuwa hataki sana. Mimi ni single mom, nililelewa na single mother hivi. Mimi single mother amenilea. Mzee uko unamjua ama alifariki? Hivyo tu pia. Sasa mimi nililelewa na mother ni sana mimi. Okay. Mimi nililelewa na mother, lakini buda yuko fresh hivi na buda amenilea pia, kuna wale mpasi hivyo tu. Nani saa lot of story kwanza hapo kwa dad hapo. Lakini nashukuru buda yangu yeye ambaye pia najua pia ananipenda na yuko pia. So life pia, life too. Okay. Siblings? Wako kibao tu. Okay. So you start doing music. Nilichikuta hapo. Ndio mimi na talent mob. Kwa napenda mpira pia. Football. Mimi football nimepiga mpira sana. Kisha angekuja kanitoka tu kabisa. Kwa sababu ilikuwa ilipi au? Sijui yani sijui nikalipo venture tu kwa music. Yani nikajistukia tu hii ndio chini ya. Okay. Maana hizo acrobatic tumefanya hizo zote. Ni tuko yani poa tu. Ngoma yako ya kwanza kurekodi ilikuwa ni gani? Yo. Studio. Na record na nani? Mwanzo wakati nikianza muziki tu MD. Ujue ndo alianza muziki pia huko mbele yetu, alikuwa producer mpoa. Kaanza tu sasa yake ni sana. Ulitoka Mwatate ukaenda Mombasa kutafuta MD. Mombasa kabisa, hata sikufikiria mambo yetu. Tunaenda ma college hapa, kuna cha college hapa, ni muziki tu hivyo. Nayo. MD alirekodi ngoma ya kwanza na shinga? Wakati huo mzee ilikuwa kama 3 alikuwa kichukua 2, lakini ilikuwa kwa yeye yangu sana, yeye anaangalia mtu nani pia. Huyu ni bro aufuma mzinyo. Au huyo paka nimuelewa, alafu ni mkali. Sasa ikakuwa hata sasa ingine ni fair to game. So MD does your first song? Yeah. First song ilikuwa gani ulifanya MD? Man. Haikuvuma? Ilikuwa fiti, lakini ilivuma mwezi wakati huo mwaneli kuona hapo. Ilikuwa safi, lakini ilikuwa yani akija utoto nafikiri, maana wakati huo ndo naingia form 2 form 1. Unasema take ya kwanza. Ukiwa Yeah. Okay. Form 2 hapo muziki kwa napenda sana ni hi-fi. Hi-fi. Hi-fi.
Hi-fi sijui wewe nakula vitu zako nasumbua watu we hi-fi. Regerege Kwa mambo ya tukakuwa paka kina Fidempa kakuwa venture dino kaitaka hiyo zoni kashangaa kwa sababu Fidempa ameitaka ngoma. Hata nani ile jamaa kwa kufanya Rude Boys kama unaweza kukumbuka Masacha tukapiga naye pia hapo. Mlifanya naye collab hiyo ngoma ya kwanza hivyo. Tayari tukakuwa na watu 3 hapo. Wow. Ndio zingine zikakuja baadaye Mofa ya nini nimemaliza shule hapo nishacha. Hiyo. Lakini ilikuwa kwa mtaani hizo katondo tu hapa mtaani ndio kujua juu unazijua hi-fi. Kwenda viral tu wapi ukafanya sasa kama hizo ni za mtaani, the ngoma unaweza sema ilikuwa kwa chat ya Kenya ikakupeleka, ilikuwa ni ngoma gani? Hiyo Mofa. Mofa. Kwenye fani naleta Mofa. Nikishika maiki basi no baya. Mloko chini nyijipe dry run up. Na wapeshima nyote mloko juu haya. Mana wivu sina, chuki sina, na nguvu sina, nagongana na mic. Chuki sina, nagongana na mic tu yani. Nini inspire yongo? Sibu kila mtu alikuwa na fight na maisha yake. So yani acha sasa hivi watu wanasibaki na fight na maisha. Unaona tu basi mimi ni mic tu. Sitaki chochote. Mos kundema la gangi wala ki wala chi mon mic tu. Ni gambage. Sasa mimi hivyo ndo nilivaa sana. Wivu sina. Chuki sina, la nguvu sina, tupigana ama tusangapi tunasumbuana. Vitu vyangu viko nagonga na mic tu. Ndio mic tu peke yake. So go unaona kama mic ndo this is where you belong. And then yes. Hapo ilikuwa hivyo pia kweli. Ilikuwa hivyo hata paka sasa inaamini na check tu. Tumekenyu na check vile na slide tu. Check ina kama na slide yani sielewi lakini iko sawa. Wewe unafilaje ukipata platform, ukipata chance ya kuambelea mic? Sahi. Anytime. Wasikia tu vibe tu. Sikia kwa zako tu kwanza unaweza imbia watu wengine hata waone kama fresh yani lakini check lakini waone. Wasikia tu vibe tu. Wow. More fire. Yo ulienda ukashoot video. Ulishoot audio na MED? Yep. And then? Nikapanda kwa walikuwa kwa Bumba Katule, Bumba sijui wote walikuwa kushoot kina nani wale Ire. Bumba video. Nikapanda juu. Kaenda zangu Nairobi sasa nikapata video ya More Fire. Hiyo platform ya Tuva sasa ikakuwa mzuri akani link up na jamaa. Kabidi tushoot video sasa Nairobi kwa ni from all the way nikamwacha chance kusongeza ni mic nilikuwa na check sana yani nilikuwa naiona yani toka nivunje iboda sana ilikuwa hivyo nivuke boda. Kuna hiyo vazi inasema something natamani mimi nivunje paka boda mziki pole pole mimi nangoja ama kwa Mwenyezi mimi na bow down azidini bariki niwe more than wivu sina chuki sina na nguvu sina napambana na life. Au sio? Bana. Hiyo ngoma ilikuwa moto bro. Sindio? Ilikuwa mofa. Nashukuru. By the way nashukuru pia watoto ambao walisupportia ngoma. Pia walifanya pia nikapenda muziki wakati pia ni challenges tu hivyo ikawa. Unajua uko na talent fulani hivi kuandika, kuna vile unaandika it is yani unaandika kama mtu hiyo time tayari unaandika kama mtu tayari amemachua yani kwa game. Because ukicompare hata na wasanii wengine utakusema eti huyu ni upcoming. Utakataa pia sure because mimi I think nilikuwa nasikia la muziki from a long time so nilikuwa nikisikiza sasa nikisikiza kama najua msanii ni mkali huyo kidogo tumpe time huyo sure kulima maana msanii kuna wale ambao tafosi naomba urudi tu nyumbani kidogo safi. Ukiangalia kama zile Bongo Stars achule anamwambia enda toka next hapo fichani pia saa nyingine nipo unaambiwa pia kidogo na unaenda recover unaenda na mwanamuziki mzuri anaweza rudi hapo shambani tena recover tena ushangae kama akuja tena kurudisha kama kidogo alienda ile Stars alafu akaambiwa aishia lakini akarudi sasa ni msanii mkali hata jamaa na possible sana kama mtu anajamii anaweza tamani anarudi tena hapo. So sidhani kama marathon hiyo. Sidhani kama muziki uko na age. Hauna age. Unaweza rudi sasa hivi. Freshly Mwamburi je. Ama vipi? Freshly Mwamburi. Ama vipi? Na ni remix kwa sababu mapigia tena zaidi tena. So ametufanya remix ikarudi tena vizuri. Imagine umeona So at this age in fact
Yeah. Na bado anaenjoy. Mzee akaamua. Anakula na ule mzee. Anko akaamua tena dada. Ni uncle yako? Si ni anko, tunamuita anko, ni anko yule. Jomba. Anko unamuita anko ama ni uncle yako kweli? Jomba huyo. Anko huyo. Kuchukulisha bora. Story nyingine la kwa hivyo. Kwa hivyo tu. So unasikia hata sauti zetu tu ziko hapo. Tuko vizuri tu hapo. Kuna mtu aifanya hata collab baba. Mpaka leo tunaitafutaga hata bado hajaikuwa. Collab na Ankoli. Mpaka leo tunaitafutaga sio wenyewe. Mpaka tuna communicate kila time niyo. Umepata au umefikia umepata? Hata mimi bado hajakuja Anko. Itakuja tu tuachane na hivi sasa tufanye hivi tuongee mambo mengi yani inakuwa hivyo. Ako hapa kwa Freshly. Yuko Nairobi huko mjini pale Machako. Ako vizuri tu ako poa anapiga muziki. Okay. Lakini another stories ndio zile. Neto kama Neto. Amen. Somebody is saying I'm looking for Neto. Neto is here guys. Unaweza mpata tu, unaona tayari ashakuja wadau, so huyu mtu anapatikana kabisa. Tuko real. Tutafute sana. Tuko real. Mtu ambaye anapatikana kabisa. So tuko real, mwambie tuko poa tu, tunashukuru pia pale. Mtu anapatikana, we can link you up. You tell us what you want to do with him, then we get to link you with him. Neto watu wanauliza huyu ni Neto kweli? Huyu ni Neto manze. This is Neto. Mashengo machofi will come, but this is Neto for now. So Neto, mi nilikuwa sana interested because I'm like for a young, because I kuna time mi mwenyewe nilikuwa nataka kuwa msanii kama kijana mdogo. Unaona? Na watu kama nyinyi kwa nikiwasikiza sema kama wajamaa wamepata airplay manze, mpaka mseto tuko tunasikiza Kaya tano bora za tano zingia kweli, kwa tukisikiza yani tunaona au ni watu wetu unasikia poa sana na wamevuka bodi unasikia poa tu already. Ukisikia ukutana hiyo uzipeleka mahali pengine sure kulikuwa kuna hiyo vibe fulani. Ni after More Fire, what song did you do next? Fanya ngoma zingine maziki sasa da. From there nifanya kisasa zote. Mimi niweza kuambia ni ilikuwa pia unajua peka studio pia unakaa kitambo unajua ufanye hiyo ngoma next. Umekaa yani umelelea umekaa. Mbona uko unakaa yani ni unakula kwa ngoma moja? Rono vile kina media walikuwa wanatupanga, ni producer ni bro producer pia anakupatia timetable hivyo tu anakupanga tu yeye mwenyewe. Anakuambia hii ngoma next tutafanya December kitu kama hicho. Waza pige mwaka ni mazendo pige nyingine sasa. Pia kuna line up ya wasanii wengi walikuwa pia busy, lakini sasa kuna ile tu mimi naona ilikuwa kwa hizo kitambo ilikuwa kuna hizo pia kidogo kuna hiyo upepo tu yani unaona nitamfanyia kumbe time inaenda kumbe ufanye mwezi unapita ni na kisa ingine unaona kweli anaingia kesho unaona mara kuna mwingine amekuja kudaidai mpaka tengezewe. Sasa unaona sasa ukiwa mtu kuelewa unaelewa tu unaona acha nitulie tulie. Leo alikuwa ana hizo patient kidogo ilikuwa inakuwa ngumu. Lakini nilifanya ngoma zipo hata watu ziko sasa hizi ngoma na kishafanya hata baadaye mimi nasikia ulipeleka kwa radio fulani ambayo kama imelengwa kidogo na achilia tu mtano cha isonge hivyo. Sababu pia imekata. Unajua zingine pia msanii kama sasa hivi nilifaa ndio maana unaona watu wana studio hata kwa nyumba ni unaweza imba anytime. Anytime inspiration. Kama ipatiwe hapo. Utaki ungoje mpaka December itakuwa isha lose ile. Hata msanii utakuwa ufikiri hiyo sana hiyo. Kwanza kuna zingine zinakusumbua. Sasa pia unaona ukimjazia utaona utamjazia mingi hizi. Nitamchokesha zile utaona buka kando bwana. Sasa before uambe hivyo unaona mambo leo maintain. Bila ucheze chini. Okay. Lakini kuna kitu mbaya. Hizo ndo so unaweza sema hizo ndo some of the challenges. Kidogo zimekuwa challenges. Kwa challenge pia. Ni kuna ngoma ambayo umefanya Magic Skills. Inaitwa nini? Inaitwa sawataka niweje nieleze na napoko so wataka niweje na nieleze nifanyeje ma napokosa nirudi na sio ati nilize miwai so wataka niweje no nieleze nifanyeje
napokosa nirudi ndo hiyo nafikiri. Hiyo ulishuti hata hapa Matati? Ilishuti Mombasa hapo. Okay. Shuti Mombasa na Gaiji hapo koko vizuri pia. Afu limba na Mganda anaitwa Judge. Jamaa alikuwa mkali sana, mzuri sana. Sasa malengo nikakuwa naona sasa ni hivyo umekaa, lakini sasa imepatikana ngoma, niko na Mganda, kwanza mimi nataka hii East Africa hii tusumbue eti. Yaani ilikuwa ni malengo tu, kuna mapema tu vile unasema, kweli very true. Kwa mapema sana. Na nini distribution hizi nyimbo mko mnaziweka wapi? Unajua sasa mimi ni mtu wa Gen Z, najua naweza toa wimbo nikaweka YouTube, nikaweka Spotify, platform kibao. Hizi nyimbo mko mnapeleka wapi ndo zipate airplay? And kulikuwa mfano lazima face presenter pia umpate wa radio ama TV. Utafuta wa radio, most ilikuwa tunacheza na radios si ndio bana, ilikuwa ni radio most bako mtafute vibe pia. Zingine ilikuwa vibe kukutana naye pia, zingine unategemea huyu ni nani, mkutana naye vipi. Baba amechoka hapo, anataka kuelewa, so inabidi wewe ama saji kuacha ni bora vile umekuja ni vipi wewe. Sasa ilikuwa most sasa kuna zile kubani CD unazitembeza. Mlikuwa mna ban CDs, unatembea na records. Kama zingine mimi, kama kuna wakati mimi nilikuwa nikisema na nikiamua kuja mzinyi tu, nilikuwa kama bando zao na bebe watu CDs. Najua kuna ngoma mpya nimefanya video, wataipata wapi zaidi? Nimezibani, nimechanganya na video za bongo hapo UG tumechanganyiwa huko ma mix. Unaiweka hata hapo za kwanza hapo, unaamua tu chani supply. Ukiona hivyo unaona ndio ilikuwa hivyo. Uko unauza? Ngapi? Kitota 100 mostly ilikuwa unapetiana tu so. Pata mtu anakupigia hata so 2, unaona sawa good. Fresh. Fresh sana. Kwa sababu ameelewa huyo. Au ameelewa huyo. Kimwingine amesupport. Mazuri anipatia na chwani, unaipiga pia. Unacheki hali yako iko wapi, lakini najua nimemwachia kazi huyo. Hivyo itasonga. Mwanzo hata jamaa walikuwa tunafanya hivyo. Kwa hivyo ilikuwa biashara ni recording ngoma, ni ban kwa CD, ni distribute. Wewe mwenyewe tena wewe mwenyewe. Nakumbuka because haya mambo mengi think yamechange within the past 5 to 6 years. Sure. Mambo mengi yamebadilika kaenda online, lakini hapo before ilikuwa tunafanya hizo CDs. Unazibani kwanza kwa wingi, ni wewe mwenyewe kwanza wingi mfukoni, kama Mombasa pale, yani mpaka unajuaga, yani ilikuwa mpaka pale unanunua bunch yako, unajua ni yangu. Ndio uko unanunua kama 30 bob. Something. 15 bob. Unaenda hapo. Unajua hii bunch ni yangu, ile nusu unakatiwa ba. Sasa nyingine full ba. Ushafanya album? Mimi naona kama ngoma zangu kama album pia fulani. Maana hiyo moja nimeona kama imetoka kama album. Iko kwa album pia wewe. Kuna jamaa ametaja Mdundo, by the way. Mimi nishafanya ngoma 2015 kaeka mdundo.com, ziko pale maskani. Nishaweka ngoma Mdundo. Hata Mofa iko hapo. Mofa iko kwa Mdundo, sio? Na nyingine kwa Dima ziko. Kwa Dima ilikuwa ni gospel. Kwa Dima ni hivyo inspired song, si gospel such, lakini iko hapo tu. Neto kama Neto. Au sio? Neto unafaa urudi kwa game. Do you think ukirudi sahi muziki utawezana nao vile tunaupeleka hivi speed majenzi? Kwanza naona kama nitoa surprise. Naona kama nitoa surprise. Aya wallahi. Unajua sahi kuna nyimbo inaitwa Mafurumbanya. Ushike? Yes. Watu wasikiza Mafurumbanya, sijui nini. Kudombe yoni. Peke support hata zetu hizo fiti, yani zinazotokea hapo ni watu ambao tumeanza nao hata game tumefanya nao. Umepata huyo msanii unajua? Amefurukuta maisha pia kama sisi vile tumeasol kwa pesa tupu. Pesa tupu bwana, hata tukuna kazi, kuna kati fulani maze, kuna kati hata kwa kidha anatambua na yani is a good msanii pia na ana uvumilivu. Ni mfiti. Lakini yule jamaa ni mzuri. Amevumilia pia. So naona pia ni kama surprise pia. Surprise hata jaji. Niliona pale kuna nyimbo zenye amefanya before fanya. Kwanza ana ngoma mingi, hata kuliko vile mnasema kila Neto au ana ngoma, ana ngoma juu, yani kila time ni pia alikuwa anapenda muziki, yani ni hapo na hapo. Mimi sijakaa naye sana, lakini kila time tukikutana ni vibe tu. Of course unaona hii ngoma yake ya Nikudombeonyi. Imetrend the chorus part, but niliposikia from the beginning nikaona hizo verse vile anaziandika, nikasema msanii ni moto, because hiyo mistari vile anaandika, yani kuna pale anasema sijui nikudoka mao sijui kuje
Sijui amecheza na Matang Twista sana Matang Twista, Kudo Manga, sijui Kekunda Loda Mo cha sijui nini. Ako vizuri, ametubig up, tumembig up pia sisi, yani vizuri. But sasa niko na issue bro. Msanii kama pesa tupu bro, utrendi hivi sahii alafu upotee, itakuwaje kesho? Hapo ndo anategemea ile sustainability. Ategemea msanii. Sasa msanii yako kama vile ulikuja hata tutoke hapo kuja kwa hiyo swali, yani sasa hivi tunauliza kama naweza rudi kwa game vizuri. Msanii mwenyewe anafaa kujitambua pia bro, mwanamuziki anafaa kujitambua. Hata kama utaenda chini ni sawa, lakini kuna ups and downs. Ndio. Alafu sasa ulishaimba, watu washaiona, kwa hivyo una lengo, bado una malengo, au sio bado? Jina liko. Nashukuru bro, nashukuru. Lakini mimi naona tu kuna message bado mimi nishazipiana ni at least mapema, ni vile tu ni challenges tu, lakini so kumaanisha sahihi, yani inamaanisha itakuwa more fire. Sasa nilisema kwenye fani hii mimi nitaleta more fire. Mtafaruku, mgonganiko hapo. Unadhani ni nini yenye unahitaji, ama what are you looking for to make you come back and do this thing ambayo unafikiri ni kitu umependa? Hilo ni swali la kwanza. Ngumu, tricky pia, liko tricky. Nataka nalo hapo kwanza. Liko tricky. Liko kukuuliza what happened kwamba ukapotea bro. Watu wanataka kukuona. So ndipo mzee, alafu bwana umesemaje? Sema kofia hizi geuka, sinaweza pia. Watu wanataka kukuona. Nataka live, neto live hiyo. Greetings pia to the Empire Life. What happened bro? The game tu ni mimi sijaona kitu ngumu. Kuna wakati nilikuja tunka mimi mwenyewe tuseme pia kiingia kwa maisha mengine pia, ukiona nyingine yakipati kipato vile, unaona tu ndo unagharamika, unaisukuma sana. Mimi kaona let me do other things ambazo zina sustain kila siku ile life yetu kawaida pia, hivyo. Cost of production ilikuwa juu. Niambie, videos uko na record kama unafuta na how kama hiyo mobile iko kwa 60k, wakati wote ni fair nimefanyiwa tu na fresh hesabu, yani kuna mtu ameshika mobile ilikuwa 60000 na tulifanya hivyo. Hata bageni napoweka kwa bageni, lakini kwa hiyo time pia ni hivyo 60k bro, tulifanya hivyo. Si true, si vitu real. Unaekelea, si nikuekelea bana cash money. Hapo tukaongea mpaka na maparents hapo, wakati huo mzee alikuwa anajieleza pia kwa vizuri, hapo vile hapo kanaelewa na muziki. Kwanza naisikia kila time, naisikia kwanza inacheza huko kwa radio kama hivi unasema hapo tuva, kwanza naitandika mbaya sana mpaka anaifeel tayari vishaongea hapa na direct. Alafu kiangalia direct ambao kweli wewe unaona unamhitaji. Wow. Baba wakati ulikuwa unahitaji pia kweli. Sasa ulikuwa utaogopa atakuwa hata yani unaachilia kama iko 60 kalicheza hapo. Ni mkubwa. Kwa 60 kalicheza bro, hata vile watu waweza ile dakika 60 kalicheza. Wewe ni msanii mkubwa manze. Sure, thank you man. Wewe ni msanii mkubwa maana wewe kalicheza hapo bro. 60,000 those days. Sasa unaitafuta saa nyingine uioni. Hata utano msee aniambie hapo inatakana ni hivyo. Sasa unajua ilikuwa ni product bro, unaona pia ilicheza pati zake, yani ukweli Mofile ile wapi kwenye huko expect kwenda bro, yani za kuapiaje. Nimeenda sijui Arusha, nimepiga show pale. Umeenda Arusha? Lakini sasa ni ile tu pia unapiana ngoma pale unashtuka. Tushisikie ama ndio tunacheza tena. Msanii ndio unapiga show hapo kiendaga. Au si? Sasa uko zetu tuko mwenyewe tu watafuta tu bado. Naona ni hivyo yani kuna team management uko na nani ama nani. Sasa hizo mimi kidogo imenipeleka huko Kisumu, tumepiga mashow Kisumu hivyo tu. Ulikuwa andamani mingi, lakini no trailer ni ile maflow kitu unaitwa na nani? Watu wamefeel kwa club, yani kwa club tu mtu amefeel hiyo ngoma ameipata, amegongana nayo, amesikia kwa radio labda hiyo time vile utafuta sikia mazee tafuta. Kuna show zingine pia uko na wasanii wenzako, kuna challenge zilikuwa kibao pia zingine. Tukahamia hapo kwa challenges, tunakuja kuongelea but easy challenge. All right sana challenges. Lakini kiasi
kuna jamaa anasema hapa utupe lyrics kidogo bana, tuache challenges tutakuja kuzipiga next time bana. Pia bana, twende pale tu, mimi nitapiga muziki tu vile. What does he need for him to be back to the game? Huyo ni mysterious ameuliza. Swali nzuri poa, tu fiti tu pia. What does he need for him to come back to the game? Tunaanza na hili. Nini unahitaji? Ni pesa. Hata pesa tupu sijui kama kidogo, hata muziki kidogo. Muziki pia inafaa kweli mazee, kitu kama challenge pia si hiyo tu, challenge kubwa sana si hiyo tu. Muziki ni expensive mazee, inataka do tu, kwa sababu mtu anajiamini kweli, muziki ni do. Hata sasa tupate sasa hivi kuna do hapa, asi mimi inabidi niwapatie tu muziki, kwani kuna story nyingine tunaweza fanya sana. Si nikupatia muziki tu, mtapatia do. What are we talking about? Amount ni amount gapi? Kama hiyo time uko na shoot video na 60k. Sasa hivi unaona kama muziki unaweza cost shilingi ngapi kutoa ngoma moja hivi, audio mpaka video na everything. Tukiwa real yani, unajua sasa mazee vijana pia wengi wamekuja, wamechipuka. Kuna watu wako vijana wako na matalent huko sasa kutana director wa video bado ni mkali kwa audio, umeona. So somehow imekuja juu, lakini imekuja chini tena. Kivipi? Unaweza kutaya mazee, huyu inaitwa mazee, mimi naweza mfanyia kazi sasa hii 50 yake ama 50k ni kusanya audio plus the video nimfanyie, yani acha nimfanyie huyu jamaa, na hiyo ni kazi ya ukweli. Hapo tunaamua hii kazi kishaisha ni hivyo. Ama negotiating tu. Sasa mimi naona tu pia negotiating, tukiwa real tu. Kuna producer mwenye unadhani unaweza taka kuwork naye sasa kulingana na vile umesikiza wasanii, umesikiza ngoma? Maana kitambo ulikuwa unaenda kwa MD direct. Sure. Bado unaweza taka kuwork na MD? Bado MD anafaa? Bado is very nice kwa sasa pia, yani kama nasira muziki kama vile sisi tuko nayo sana. MD pia alipotea? Yuko, sinakwambia sio wake unaulizia, yuko. Kama si bado amecheza na kina Adasa, unasikia hizo muziki fulani hapo. Lakini producer ni mob, zile vijana ni mob. Wataita kuna producer nadhani unaweza fanya naye kazi vizuri sana. Nani? Kuna kijana kwanza amenishangaza, yule General DIV. Kuna kazi itakuwa hapa DIV. DIV. Ni msanii na bado ni producer. Ni ako hapa Mwatate. Yeah. Lakini bado yani hata vyombo viko kwake kwa nyumba, kini mazee can do something. Okay. Hata tumecollaborate track moja ambayo ndo kama zinakuja kwa EP ambayo natamani nifanye hata mimi. Very nice one. Yani kuna producer hapa wanaweza fanya kazi bado. Hivyo tu. Wow. Watu bado na miss sauti yangu. Sure, nashukuru. Pia mimi na miss sana. Unajua nilikutana nawe the other day ukaniambia I thought mmensahau. Niulize hivyo pia, si ndio mzee? Kama watu wanaona huyu yuko kwa huyu ndo bora sana, huyu yuko huyo. Kuna hizo yani, unajua pia kuna hizo. You think watu walikuwa na kuna valuable juu naimba? Ama ya somehow. Mzee pia hapo ilikuwa inamulika sana pia yani. Sasa bila wimbi sasa wewe ni wewe yani kama iko hapo unaleta mezani. Hataki kujua kuna kitu kingine kama wimbi wewe bana. Yani wewe ni kuimba wewe. Yani wewe uzalio wewe unafaa kuimba wewe. Mpaka zengo unaiona hivyo tu. Shinda watu kwani hakuna life nyingine bana kama unamchukua msanii. Lakini tushakujua kama msanii sasa. Sasa kuna maisha pia kawaida tu, yani fresh tu. Easy way. Wewe ni msanii, mimi niimbe, mimi ni surprise watu tu. Sasa kule hata mimi niendeke shambani bado tulime kidogo. Unalima msanii, unalima. Sasa watu wanaishi kule, unaona, ambao inafaa. Msanii uko mjengo. Watu msanii anatamani ranch bro, hata kuwa naye atafanyaje kama aioneshe mwenyewe hiyo ranch anataka. Si lazima alime, ingia hapo kati hizo miti vibaya sana. Watu wako na perception fulani ya msanii ambayo hatuoni kama msanii anaweza shika jembe. Angalia sasa kama itafikia hapo watu wanaiko hapo, sitabidi watu wakae hapo juu ya hewa, tukae hapo float hapo juu ya hewa. Sasa wasanii wa float juu ya hewa tu hapo, itabidi huko chini ground hawafai ku step hapo. Hiyo ndio ulikuwa una fight nayo. Do you think ulikuwa unataka kuprove watu kwamba there is another life apart from being a msanii? Yeah, pia. Hiyo ndio kitu ulikuwa unataka kuprove watu? Not really, lakini iko hapo pia. Iko pia. Kwa sababu msanii pia si ni msanii, yani ndio ni msanii tu. Ni kama lawyer tu ile. Sasa perfection ni vile lawyer ataenda kwa ofisi pale,
Sasa hawa ni vile wanashangaa huku nje, unaona utakutana nao. Ushaifika mahali ukasema nimechoka mimi usanii, acha relax? Mzee kidogo mimi naweza sema pia kiasi mtu afai ku give up mzee ukweli. Lakini kuna kati yani kidogo unaona give a shit. Nasukuma sana. Chanka kidogo tulia pia. Na vitu zingine za kufanya bwana. Kuna familia hapa ina come through bali inakuja hii. Wanadai sana kuliko huku tunadai huku tunasukuma. Champa bali na hizi hapa 1 hizi. Hivyo. Wow. Na ikakuwa pia na ikasukuma pia live imesukuma hivyo. Lakini kama ukweli yani ingekuwa kuna ile kipato cha kushikana vizuri eti inakaa vizuri. Amen. Nafikiri ningekuwa pale ningekuwa na pressure tu zaidi ya vile unafikiria ningefanya. Kipato kilikuwa changamoto kubwa ambayo ilifanya ukaacha sema ukweli tu, because now you needed to feed your family ama you needed to do your things ya kuongezea zarakera list bana one time tangoja show bro, ilikuwa unangoja show unangoja paka lini show? Kwani ulikuwa unapiga kila weekend hiyo? Sasa ilikuwa ile fire yani labda useme hivyo zikue kama weekend, lakini sasa unaweza kutaka show unangoja paka end month ama zikitokea ni zinaweza kuja kwa msimu fulani hapa, like sasa umekava hapa umedai umekava kwa sasa nyingine tena na for push tena bado ujue tena na for push because sanii pia ni mtamu sababu pia ukipata pa ku push tena yani kama ni mahindi haya pia tena panda hapa ingia studio fanya nyingine hivyo ongeza muziki hivyo nitafute presenter mwingine promote pia ya ama kuna manager umemsikia mali za Mfeze sasa unakuta pia lazima ukae umemkuta vizuri pia huko lakini hizo ngoma zote kusikika huko kote kipato mbona kilikuwa kiji? I don't know. Isiwezi leo sana. Unajua kando na Mofa lakini ilikuwa inakukomboa ile daily living tu ile. Zingine mara zingine pia uko kwa biashara zako afu unasikia umepigiwa simu uende show. So ndio hivyo hiyo design tu. Show ulikuwa unalipa shilingi ngapi kwani tuseme ni kwa mfano? Show nyingi wakati mimi naweza kuambia nilikuwa less than 20. Zingine zikipanda 5 ka 30 kishuka. Sasa wala tuko hapo pia vile wale ambao wameorganize show sasa inakuwa hata pia unaweza toka hapo na hiyo 10 tu uende zako. Pia kuna wakati imekuwa mzuri wazaenda kinyeshe utatoka hapo na 5 ambapo sasa it's okay bro. Utarubishani hapo kama mtu unaelewa tu unaona kulikuwa kuna mikataba eti by the time nakuja down payment hapo pia vitu zingine kama hizo zilituangusha sana pia kitu kama hizo pia kidogo zilituangusha sana. Zingine ulikuwa unaona fresh mimi na ndio love asindro Roja pia ndio minister bana mazee unajua kuna watu wakujua hiyo kwa njoo mazee njoo pigie Mofa ama njoo enjoy fun tu sasa unaona poa tu changaji fresh huko kinipeleka fresh poa pia kuna management ambayo kwa eti nakwambia wewe utaenda hapo unaenda hivi unafanya hivi unafanya haikuwa hivyo, hakuna strictment ilikuwa hapo sana. Ushaikuwa na management? Bro bado kumekuwa na challenges hapo. Mimi naona tuzipata constant manager tu akani manage tu sija yani ni wale watu walipenda tu muziki wangu tu alafu sasa sijaelewa ja concept I don't know juu yani ni ile tu sasa unapata mtu anakupiga platform ya show ama anakufanya ngoma na video hapo umshamalizia story kata bomba umeandikana nao ziko zingine za watu wengine lakini sio na hapo kuna challenge hapo bado si mimi kwa na manager tu yani lakini watu nimemeet nao pia walikuwa kufitwa mpaka mimi naona kwa nimepata manager kumbe bado napata manager hivyo. Kuna jamaa hapa amesema shida county government has nothing to do with artists. Pia tumekuwa kwa county. Jamaa anasema hii game mpaka ujikaze. Pia kujikaza si ndio do fan nini pia ukaze buti yani kwa sawa pia. I think kuna mtu ameongelea jinsi tunauliza tutamsaidiaje huyu jamaa. Watu pia wanataka tufanye muziki ukweli pia wewe. Wajamaa wamekumisi, wajamaa ni wengi tu. Sure. Wajamaa wanauliza.
Pia napenda kuimbia mafans, unafurahia pia. Waga kuna ile ni furaha fulani pia. Waga sababu utamiti watu wengine, tunamiti wanakuona, wanasikia vibe. Give to thanks for liking and sharing the live wadau. Lil Guys ni nani? Kuna jamaa anataja Lil Guys, unamfahamu? Lil Guy G ama Lil Guy? I think Lil Guy G. Ndio alinifanya nieleze hiyo video kama ni. Ndo alifanya director I think sijui kama ni yeye mwenye ametajwa hapo. Nasema amemtaja kama ni yeye, labda alikuwa director wa video pia. Kwa director huyo. Okay. MK Studios. Huyo boys ako sawa. Nimekaa naye tukaongea. Apunguze uji kidogo. Tu atakuwa sawa. Jamaa anasema uji unakunywa sana uji. Anasema hivyo. Napenda uji sana. Siku hizi. Ndio nanipanua tumbo sana. Ndio hivyo. Mbele nanipanua tumbo, hata sikunywa siku hizi kabisa. Ulishaachana na? Achana bana. Wali ni wangano ama ni ujoni wa vipi? Ngano ilikuwa tunapenda sana. Anasema jamaa uji kidogo. Na ndimu kwa wingi kama vipi? Mcheki namuona. MK Studios huyo. Ni kama vizuri kwa producer. Ni producer kwa hapo. Bura amesema mimi ndo naweza msaidia Neto kumlink na waheshimiwa. Waheshimiwa atamsaidia, lakini tunafaa tuulize ile kuna CEC wa youth. Hii sekta ya youth anafaa tuje atuambie kama anaweza saidiaje kitu kama hiki. Nitamtafuta pin number anaweza tuma. So right bro, me I'm ready. I'm ready to go back to studio and fanya kazi. Neto boy mwenyewe kabisa. Yeah man. Kuna mtu amesema hapa tumuite pia nakapitia. Neto, niambie about ngoma zenye umefanya currently. So tuseme hivi hamna. Kuna ngoma ni ambazo ziko chini. Tayari ziko mahali tu ambazo hazijatoka. Maziba. Kama ngapi? Let me say like 3 to 4. 3-4. Zenye zimepikwa kidogo maziba zingine zinataka zipikwe vizuri. Sasa unaona ile sasa zingine nikaona maziba fan pia wanataka ni wajenge vizuri pia, unaelewa, hata wenyewe wanakaba kwa sababu unajua pia ni kitu kali pia kidogo. Acha ujamaa kuja tufanyie kazi vizuri. Ile Nairobi usimefanya kazi kama 3 tu ya Nairobi, ni nzuri tu kali bro. Gine hapa na vijana tu 2 tuseme huko Taita. Kwa hivyo funding zikipatikana mimi na pia itakuwa fine, itafanya mambo tufanye kazi tu pia bado. Na issue management sasa basi ndio poa tu manager tu akipatikana tu ambaye anaweza elewa tu muziki, tufanye muziki tu bro. Kwa sababu mimi najua pia nini, sijakaa na manager mimi nikakaa na manager kama vile unasikia yote wamesainiwa kama mzio amebebwa ama amesainiwa, mimi sijaikutana na hizo. Alafu mimi ni yoga, ni mtu wa kutulia, nikiona hapa kuna papara mimi za kula makona zangu, mimi naweza kula kola tu. Yani sitaki kutafashi mtu hapa. Ukiona kama mambo ama nimeenda hivi ama mambo ama umenipeleka mahali umeintroduce afu mtu naona mimi hapo naweza kula kola, naweza acha hapo mkiongea kidogo. Uende kunywa uji. Basi tena nikiwa vizuri je ukunywa hata uji wenyewe hata hapana. Kweli? Basi zende hivyo ndio nafikiria. Kwani mtu akienda akipiga kola ni mauji tu. Abo. Lakini cheki doyo fund tu anipoa tu, mtu arudi studio pia na unajua kuna ile tu unaona yes. Acha nifanye muziki, nafanya pia kweli. Acha eti hivyo unasema eti utakimbizana sijui kina nani muziki ni vibe bro. Hizi ile kazi tunafanya hata sasa hivi kuimbia hata kichuni vile unasema sijui tuimbe chuni za imba kitu yote tu. Lakini muziki tu ambao uko hapo kwa kisasa. Kuna ngoma nilisikia nilipenda sana. Ni nchi yangu Kenya, ni taifa langu Kenya, ni nguzo yangu Kenya, na ni mama yangu Kenya. Kila siku hadi wa Kenya tumechuka, so tunataka vitendo, so Kenya isonge mbele. Tunataka upendo, Kenya isonge mbele, maana ni nchi yangu Kenya, ni taifa langu Kenya, na ni nguzo yangu Kenya, na tena ni mama yangu Kenya. Unaona?
Hiyo ngoma nimeitafuta sana mtandao sioni. Man, Nani ako na hiyo ngoma? man, mazee ngoma zio zinapotea potea tu. Tekinetu manze. Hiyo ngoma basi hiyo ngoma ujue ilikuwa mtandao. Yaani hiyo ngoma ilikuwa mtandao. Hata mimi nilistuka imepotea mimi nikashindwa mimi naanzia wapi ama. Nimesearch. Yeah. Na napata Mofire na hizo zingine ziko kwa channels. Yeah, iko hiyo ngoma kuna Kenya hivyo hivyo. Inaitwa Kenya? Kenya bro. Unajua naingia na search Kenya neto naona tu Kenya nchi. Mistuka. Kwanza ilikuwa hizo zinafaa kimbizana na hizo ilikuwa hiyo ngoma yako mimi nakwambia nafaa kimbizana na hizo. Nilikuwa na rank kama ile ngoma ya Eric Wainaina ile daima mimi Mkenya because iko na uzalendo fulani. Sure. Ama tu rank na hii ngoma ya Juliani inaitwaje ile? Kweli pia. Unajua inatoka hizo time na hizo message. What Julian man. Hiyo ngoma mimi nataka twende studio refurbish iwe mpya. Kweli Kweli? Thanks then. Niko ready tena. Very very much. Iwe mpya kabisa. Tutafuta wa jamaa. Iko fine. Yani imefia kila mtu imefavor ni kwa hapo tu ni ngoma bro. Ambayo ina message too fine. Kwa mtu ambaye ataelewa hata ielewa na isikize ni message fine ya Mkenya upendo. Uzalendo na upendo hapo ndani mwingi hapo. Ni ya kuongelea mwanasiasa mwenye anatucheza kila siku. Na yule mzuri pia kwa hapo ndani pia bado fresh. Yani support wote. Sasa tusao ni mtu mwenyewe akae kwa meza afikirie kila siku ahadi wa Kenya tumechoka. Tunataka vitendo. Kenya isonge mbele na tunataka upendo. So Kenya isonge mbele maana ni nchi yangu Kenya. Ni taifa langu. Mzee hiyo ngoma ilikuwa. Ni nguzo yangu. Tena mama yangu. It's fine. Manze? Ni fine. Vibe ilikuwa vibe ziko alafu. Jamaa amesema uguse Mofire. J Empire amesema nitamfanyia one video for free. Oh my god. Shukuru nani. Nice. J Empire ndo tunashoot. Tunasindia hapa bana. Of course. Kwa hapa bana. Tayari unaona tushapata video moja tutapiga free hapa. Mshukuru sana. Give thanks from there. Mhostiwa anatafutwa. Naomba muone mhostiwa. Unajua nimeweka sana hapa. Tuko fine, thank you too. Tuko fine, thank you, no problem. Tuko busy. Mhostiwa yuko. Easy too. This is Neto guys. This is Neto for you. Mbona tumuhoni mhostiwa. Thanks gift. Jamaa amesema kunywa uji ni mawazo ndo maana. Pia kwa correct. Stress mingi. Pia yako sawa naenda mtu atulie kidogo kunywa uji utulie kidogo sengine lakini mingi. Zimekuwa lakini sasa tunashukuru. Thanks God pia tunashukuru pia. Kitu kwa sawa. Stress zinatoka na muziki ama mambo ya nyumbani, changamoto maisha generali. Yaani maisha tu yenyewe pia na muziki wenyewe pia labda tuseme. Udhani muziki ulikudisappoint at some point? Somehow si ile expression vile nilikuwa nazitunga zile mistari nikiwa nazifikiria vile nilikuwa nafikiria. Nilikuwa najua kwanza watu nawapatia ni vile nafaa. So unaona tu vitu vizuri tu. Expect vitu fulani vije lakini havikuja vile ulikuwa unataka. Alafu muziki pia saa nyingine kidogo unapatia respect yake tu hivyo. Unafurahisha pia roho, unafurahisha roho. Wewe unaenjoy kutengeza muziki? Sana, a lot. Pia ukipata management ama nisikize muziki mwingine kali mimi naweza shinda nao siku mzima unaona sasa enjoy. Ni msanii gani unasema unamkubali? Kama sasa za Kimoto. Za Kimoto. Sasa hiyo version nyingine amepiga hiyo. Nani wana bora makanisa nukuongea makanisa za Kimoto. Amefanya version gani? Wakadinali mzee. Wakadinali unakubali? Amegusa hapo sana kwanza hapo. Za Kimoto uko sawa. Ndio yenyewe ni vizuri hiyo. That's vibe ya Kenya hiyo. That's Kenyan music mazitamu tu. Kenyan music by the way evolve sana unajua. Bro ntambe. Vile zingine tuziongea lakini kwamba kweli muziki wa Kenya pia organ sweet. Uimbe tu Kenya muziki tu mwanamuziki aimbe vile tunaimbiwa kama hivyo unasikia Nyashinski anatupatia ngoma kina bien yani masuala unasikia tu vibe tamu tu. Wanaandika kina masauti unasikia tu vibe tu. Unajua kwanza wewe nakufananisha na Masauti wataita. Kwa hiyo watu wengi wananiambia hivyo sana. Masauti kwa sababu gani? Kuna flavor fulani Masauti yako nayo.
na pia naimba vizuri sana na pia sauti anaimba playlist yangu pia ako ndani sana sana sauti. Nilisikia nyimbo yake ya kwanza ile you're the one I wanna marry penzi walali akatupatia burudani sasa burudani akaenda Nairobi hivyo. Sasa pia unajua yeye ni kama ameface challenges zake kama hizo. Unaona vile umesema nikienda nikipata na mtu napiga juzi alikuwa Obina pale akasema mimi naweza kuja Nairobi, jamaa ameniita tukaja tukazinguana nikarudi zangu kwa maza fresh atulie fresh ako real pia kama management nyingine ikija ikikuwa serious turudi tupige kazi. Alafu ni boy ambaye anahitaji management kweli, yani poa tu muelewe kama msanii kidogo, lakini sasa si what's going on with the music. Hata mimi mwenyewe nina ngoma paka ya kuuliza muziki wenyewe ama shida ni gani? I really want to know about the game and cause I wanna know what's going on. Thanks for liking and sharing the live, guys. Thanks for I will support that siku una shoot bana gift jamaa wamejitolea. Nashukuru man. Sisi kwa sisi youth so the Empire imejitolea kushoot video moja 100% yao kabisa yani. Tani mzedu 100% hapo jamaa mimi na give thanks kwanza hapo salute sana. Empire hapo salute pia. Inamaanisha hizo ni kazi. Kwa hivyo zile ngoma zote niko nazo kama zile mimi nafikiria kama taumu mzima hivi. Yani tayari moja ishapungua hivi. Tayari. Kwa ngoma 100 ni mimi sasa na 99 songs na mine 99 moja ishafanya. Na hii moja unajua inatoka ikasimamia hizo 99. Give thanks mazee. Muziki pia unaweza surprise mtu hivyo pia hivyo. Sasa hii pia sinafanya kazi ya ukweli kwanza. Jempa kama imenipatia kazi, mimi napatia kazi ya ukweli pia bro. Tunakuaminia. Mimi nakuaminia kwa sababu mimi nimekusikiza kitambo na najua nikiona star namjua. Asante kusema ukweli. Sure Hii hata si chocha wala nini. Nikiona star namjua, na ndo maana nani Mzame alipokuposti mara ya kwanza nikamuuliza huyu dogo yuko wapi? Ndio yuko wapi? Nataka nikutane naye. Alikuwa na mchezo bana siku ile huyo jamaa alikuwa mchezo lakini sasa ndio alikurekodi kimchezo tu hivi. Tulikutana mtaani kizingine huko. Akakuposti TikTok pale. Mimi nikakuona nasema kaona salamu tu hapo tu. Fresh tu. Salamu na akakudeliver. Mimi nileta mpaka akaniambia Neto ndo huyo, akachukua namba yangu akanipigia na nikasema kama kuna anything we want to do, because hakuna mtu atakuja kutusave bro. Pia sisi wenyewe, sisi kwa sisi. Nice, unaongea poa. Sisi kwa sisi. Sure. Mimi nikitoa hiyo shilingi yangu 1000 mwingine atoe. Hata saa zingine si pesa bro, saa zingine ni ile goodwill. Hata wisdom mwenyewe tu inatoa. Kwanza kuna wale mashabiki nakutana nao mazipa kwa unaona pia nakupika paka nasikia yes. Si ndio? Ananipatia hasira kwanza nitakurudi studio kweli huyo. Unaona tu yes. Hata kama si haja kupatia hata shilingi lakini una feel tu ile love. Hata unaweza kutana naye pia una appreciate, tunakaa naye pia unasikia poa tu kama msanii, unaona yes poa. Amekudhamini kama mwanamuziki huyu pia. So pia fit hizo. Una miss kufanya show, kupanda stage, kuimba? Sana, si ndio usanii pia. Kwa chafua show kidogo yani yote tu. Kuna show ya mtu unaenda kama kuna show nyingine ushaenda of late ukasema I wish ningekuwa hapo juu stage ama something. Yani nitamani ya mtu ama vipi ama si kutamani ya mtu lakini kutamani yani me pay I should be part of that. Ziko. So tushapata kwamba tunajua kuna jamaa amejitolea, we are going to shoot one video, na hii mambo tunafanya tunatenda. Sweti tunasema tu wazi man. Mimi najua The Empire ni mtu wa vitendo bana. Hii timu ambayo naiaminia. Nimegive salute sana hapo, nimegive thanks. Mr. Roger, congratulations bro for supporting. Hii ni vitu mazee sisi kwa sisi wenyewe tunafanya. Thanks for liking and sharing the live wadau. Tuko na Neto leo. Ndo nilikuwa nasema kuna jamaa alikuwa ameuliza kuhusu county government, lakini tunasema mzee hatuwezi tegemea viongozi, ni sisi wenyewe. Tamina zaweka hivyo. Viongozi sasa zingine ndo wanataka kututumia. It's okay pia. Tuweza laumu pia zingine na mambo yao pia. Ndio. Na mambo yao pia. Wewe pia unaelewa. Kama kwa kazi yake pia na wewe pia upambana kazi yake. Sasa wale ambao wanazaelewa kwa sababu pia wana hizo uwezo kidogo. Simba kichipu nani.
ndogo ndogo wanachip wana support mwanamuziki huko, is good. Tunataka yani ile the real support ni ile unajua kama tumemention kwamba kuna vitu kama management, kuna vitu kama mtu ambaye anaweza follow up hii issue aifuatilie mpaka mwisho. Unajua kuna mwingine anaweza sema nataka nikuchukue nikupeleke Nairobi, alafu after Nairobi amekuwa show off pia, ikuwe ni show off ili watu waone kwamba tumefanya. Hizo zinakuwa ili apate kura. Hizo organ mingi hizo zinaweza happen sana hizo. Ushapatikana na umeshafanya kazi na siasa kadhaa hivi? Mzee kuna kaza kuna kati la kiza sasa. Past. Wakati gani? Hiyo wakati hiyo kwanza ni wakati county government ya kwanza ni ilikuwa poa mazee. County government ya kwanza. Mazee Mruto was good, alikuwa anafanya hizo entertainment by the way vizuri, by the way kama mnaweza kumbuka ilikuwa poa. Lakini sasa hapa chini wale watu wanapatia kutupatia kazi mazee watu wa mkono. Paka wasikume paka unaweza laumu mwanasiasa bure, lakini kwa watu wajanja kama sisi intelligent tunaona ndio ile nakwambia zingine unaamua piga kona tu sasa hivi. Senator sipo bwana. Sitaki bwana hizi mnazidisha vidonda vya tumbo bure nyenye bana, acha nitulie kidogo ni tu ndio hizo unakula kona kidogo. Kwa hivyo kiongozi mwenyewe ana issue, lakini watu wenyewe wana wengine ndio watu wanaweza laumu kiongozi viongozi bure, lakini unaweza kuta pale chini na wale kuna wale yani kuna watu wako poa pale chini, lakini unakuta sasa ile amehandle mtu fulani tena hii entertainment hapa bana, wasanii mtawaso TV na hivi so nasikia hata zingine juzi tu makelele tayari wanakuambia hajalipo hajafanya. Naona kuna mtu hapo chini sasa, kutoka kuna mtu ameshikilia doo pale kweli. Sasa utalaumu hata ile kiongozi asikia tukufanyia chochote bana, kumbe hata mtoto aliachilia mbaya sana hapo vizuri tu aka appreciate. Wow. So hapo tu watu wako real tu, yani pia kwa real zingine tu kemwe kama unasema kweli. Hata mimi kama unadili msanii bana dili naye mpaka huyo mwisho vile unasema clear. Afisa mostly wasanii wanagata mambo mopo. Si burudani tu, hata mwenyewe anajinice. So unaona hapo sasa ndizo challenge watu ndio force hizo, msanii afili hizo ni kumbe tena kwa mimi napiga show za bure tu bana kila time. Na kati hapa mimi nangangana hapa paka na changa mazee, unapanda hivi unaenda hivi unaingia studio fikia Mombasa bro. So unaona acha tuingie mitini kidogo bwana, tuangalie mambo mengine kawaida. Usinitumie. Acha nitafanyaga tu kama itakuwa ikinisumbua kama vile zinasumbuaga zingine akili na kimbia studio pia nijaribu tu. Change no ukimbia hata kama moja uamue tu. Kama pale ilifikia ni hivyo, mtu anaona let me do it tu kwa sababu iko unajua ushazaliwa unajaribu kuisuppress lakini inakusumbua hata yenyewe. Unaona utakutana Roger atakusema vipi bwana msiki, unaona anakuona rudi pale tu pale ni hiyo Neto sahi otherwise Justin anasema Mokireti Neto sahi angekuwa mbali sana. Ana appreciate ni mpoa huyo, yani kumbe kuna watu wanaelewa pia fresh hiyo sure. So nafikiri kujaribika jambo mahali pia things happen pombe hapa, lakini ni yake pia anakunywa ama alikuwa anasemaje sijamuelewa ukunywa basi yoga tunywe bwana au kunywa sangapi hizo siku hizi. Jamaa amesema hapa ni pombe eti mtu aache. Jamaa amesemaje hapa? Ama danganya na usingizi ama nini pia. Mwambie apunguze pombe kwanza. Ndio jamaa anasema hivi. Okay, sorry. Sijui kama shaona nikikunywa. Sijui mimi. Bro, kuna mahali ulishaenda ukapeana kazi ifanywe redio alafu ukingoja hayo hausikii kama nini? Sivyo pata rejection yani ama inaweza cheza kidogo, anaweza cheza tu kwa si vile, lakini sasa unaweza kuta imechezwa labda hiyo siku kadhaa alafu imeachilika ni hivyo. Hizo tu ndo mingi tu, lakini unaona pia sawa tu washacheza. Lakini eti kurejectiwa na presenter kwanza mimi sijawahi. Kwanza mimi nimeishi kipokelewa vizuri, lakini sasa ile kazi kuchezwa sasa unashindwa, mbona unaisukuma sana. Hivyo tu, ila hizo tu ndo zimekuwa push up, imekuwa too much. Mko mnalipa kuchezwa? Si per airplay. Because mimi sijaipia na do eti sababu tuna, lakini
ilikuwa pia unafaa uonesha appreciate nafikiri pia. Sasa ingine ukiwa umetamani uende jamaa kuone pia umkutane alafu ukute wa huko poa, sasa inabidi unajua una meza mwenyewe hiyo sasa. Unajua una meza hapo, unajua vile hali yako huko. Ile mwenzako kwa second person ajui. So ni hivyo sasa pia. Lakini si ilikuwa seti lazima ulipe mtu acheze. No, kuna kazi zimechezwa kama Mufa sisi zilichezwa tu hivi free willingly tu. Kwa sababu kazi yenyewe ni nzuri. Hivyo tu. Willingly tu. Wow. Lazima turudi kwa game. Fiti. Mimi niko nashukuru pia mimi na Zaru. Yaani naona tu poa tu. I'm ready. Sitaki kupea na promise ya vitu vingi. Mimi naweza fanya mimi wanapenda ni vitendo zaidi. Kuongea sana. Hata ndo maana pia na limit kuweka namba hapa kwa sababu unajua pia kuna wengine wanaweza kuwa wanatega hapa. Foje kusema ule jamaa tulimchangia akakula pesa msanii. Kweli unaona mambo kama yale na avoid kwa sababu ndo tunaanza sisi wenyewe but kama mtu kweli ako serious tunaweza patana tukafanya hiyo ama tunaweza DMiana. Sure. Ikifika time ambayo tunataka kuchannel pesa kweli tunaweza tafuta means zenye zitakuwa very very open na real tunasquare kwetu namba yangu eti naweka hapa tutumie pesa. Maana wamemchangia wewe neto ameenda kukunywa. Changia pale sisi kama tunasema pombe. Nataka tuweke ni kitu serious, tunafuatilia. So tuweke misingi, tujue tunatafuta producer yupi. So kuna maproducer wengi, kuna KD yuko hapa. Sure, maproducer kwa mtaani. Ama if we have to look for another one. Wako hapa tunacheza nalo wako. Na pia si lazima muziki uchange. Unajua muziki kama mimi naweza kuambia pia mimi limit kwa producer mmoja mimi naona na kazi mingi sana za flavor tofauti good ambazo kila producer kuna uzuri pia huko kwa muziki ndani unaelewa hivi sasa. Naelewa. Mimi naweza kutana na Roger maana nikajua akinigusia hizi piano hapa mimi kill hii kitu inanisumbua hii tune. This man will kill it. Kuna hizo pia. Ambazo hizo pia ndio yani tungekuwa hivyo vibe kwanza ndio mimi naweza itaka. Sisi mnaniambia eti sababu niko hapa Taita mimi lazima nitengezwe na mtu ako Taita. Anaweza kutengeza kazi mbili lakini fresh. Ile ya tatu tukiendelea naona anarudisha kwa ile same tune yake ama rhythm ni ile. So tupe bongo pale pia kama ni kwa support tupe Nairobi nicheze ngoma hapo. Comeback here ingie Kilifi sijui pale ni kwa producer mkali pia. Hivyo tu. Shoot video na yani poa ben fanya muziki vile inafaa sasa nipatie burudani yani. Wewe jitayarishe. Wewe unafaa ujitayarishe kwa sababu tukirudi kazi tunarudi kazi. Mimi niko vizuri. Mimi naandika muziki daily bro. Tukirudi kazi tunarudi kazi. Sure. Sawa hiyo. Kama kuna vitu ambavyo vinakuwa ni kikwazo wewe unaona kwamba hivi na hivi vitalimit. Unajua pia kuna msanii ile branding nini kadhalika muonekano natokea wapi naonekana wapi na kadhalika. So ni hivyo vitu ambavyo management tutapata. Sure. Pia fiti. Jamaa amesema hapa alafu akipanda tena akumbuke penye ametoka na hiyo ndio mambo kawaida angusha wasanii wengi. Nasema Dama, thanks for the love, thank you for the likes pale. Mneto ni mtu roho safi sana. Nashukuru jamaa full love wa jamaa wanakupatia pale kwenye back the love too. Rudisha upendo kwenu yani. So jamaa wanauliza what is your plan next time ukirudi ambayo unadhani ni mistake ambayo umelearn na unadhani haitajirepeat kando na hizi changamoto maybe za muziki na management na hizo vitu zote tukitafuta hizo changamoto but personally wewe unadhani kuna mahali gani ambapo unaweza sema hapa maybe niliteleza mimi mwenyewe na kama ni next time kuna lesson nimelearn hii siwezi dhani sitaki kuirudia hii wewe enyewe pia unajua ushakuwa watu wazima unajua miaka pia imesonga tuka grow na muda vile umekwenda so nimecheki hata mwenyewe challenge zile nimeziona mwenyewe nime step down mwenyewe nikaona hapa pia mimi niko na siwezi sema isalo lakini sasa si vitu za kusema sababu tushajijua hata wewe mali ulikuwa huwezi fikiria sasa hivi kwa hivyo kuna vitu venye unajua hivi pasiezi kama ni marafiki niliona kuna hii hapa kuna watu kweli hapa huyu hata ana drug huyu ana drug kweli hapa kuna hizo ninaona sure
nifanye huyu pia wewe na drag astuke ndo changamke hata so kuna vitu kama hizo mtu tushalani bana pia tushalani a lot. Maisha yenyewe shule sio maisha yenyewe shule. Man jamaa wako na maswali manzee hapa wanapeana tu love hapa hata sina haja niulize maswali mengi. Jamaa wenyewe wana appreciate wanafuatilia. Mwingine amesema hapo mambo ya acceptance is the key to inner peace, moving from resisting reality to embracing the present moment. Is good. Sio kweli. Pia unajua tumetembea kwa dini pia, unajua tunatembea kitabu tunakijua kidogo pia vizuri. Dini pia nzuri. Sengine pia pale unataka tukihubiri unaambia unaja accept sengine mtu mkali hata kiongozi mzuri waga na accept challenge amekutana nazo afu anajamka tena anafanya vitu zake. Mimi naamini as long as tuko high bado kuna kitu tunaweza fanya. Naamini sana hata yani naamini ile time yenye the only time yenye nitaanguka kabisa ni labda nikiwa kaburini. Pia fiti kweli, hata hiyo msomo kwanza unaniambia Joseph ni kweli. Sio? Before mtu anguke lazima atafanya chochote yani. Bado yani kama hujaanguka kweli. As long as hujaenda chini, hujaenda down. Tukimalizia bro. Ni kitu gani unadhani tunafaa tuongelee na hujaongelea? Mimi naona tumeongelea kuhusu muziki vile ilikuwa inafaa. Mimi na mshukuru pia mashabiki wale ambao wamesupport na wanakubaliana na mimi kwa upande wa muziki. Alafu pia yani mimi na give thanks sababu bado mnazidi kuniaminia. Hiyo ni mwamko mzuri mnanipatia. Pia ni pressure hiyo, unajua ni pressure, unajua ukipressure mtu inakuwa vizuri pia kwa mtu anajielewa. Si tu ukipressure basi unakuwa hapo. So next time tutafanya mengi zaidi, lakini mimi niko tayari kufanya muziki yani. Tuna promise kwamba we are coming back very much. Tuna vibaya sana. Na kwenye fani hii inaleta more fire. Na nikishika mic basi no baya. Na mloko chini nyi jipe dry run up. Na wapeshima wote loko juu haya. Maana wivu sina, na chuki sina, na nguvu sina, inagongana na life. Sijui saita kwa hivyo. Neto kama neto. Yep man. Hizi vitu zinafaa zikuongea waves. Kwa sababu tukimalizia tu, I think we have a good chance. Kwa sababu gani? Sahi hatuhitaji sana wale mabroker wa muziki. Naona vile mko mnadani CD kwenda kupelekea watu. Naona sahi tunaenda online. Tukitengeza ngoma tunaingia online, tunatafuta channels za kuweka YouTube, kuweka Spotify, all the stream platforms. TikTok unaingia nyimbo zako una promote mwenyewe. Yani nadhani game imechange na tunaweza embrace hiyo njia because at the end of the day muziki utaishi bro. Sure. Hata ukiondoka muziki wako utabaki. Na umesema wewe ni mtu wa familia. Kesho unataka mtoto wako. Yangu kama sasa namuona kama anaweza kuwa producer, unaona sasa anaanza furahi naona. Ndio. Hapa kuna feel proud kwamba kuna producer anakuja hapa kutukomboa hapa. Yeah man. So that's why we need to do these things. Hata tuzifanyie sisi sasa ingine. Tunazifanya kwa ajili ya watu wengine waje wafuate nyayo. Sure. Kuna watu tunafuata nyayo zao leo kwa sababu they stood up and did something about it. Sure. So lazima tufanye kitu. Safi. Neto. Yeah man. Thanks for coming bro. Thanks to nialika mazeni. Give thanks nyote. Na ndo mwamko mpya mzuri pia. Hata mmenipatia moyo zaidi yani, hata naenda kutulia kwanza and relax and then nipumue tena, kumbe naweza pumua fresh. Hii marathon ilikuwa ndefu. Na hatujakusahau. Thanks man. Hatuwezi kusahau. Acha nipumue kidogo sasa, tufanye hizo kazi mnasema tufanye sasa. Tengeza sauti bro. Iko fine, thank you. Unajua vile nacheza nayo. Tuko vizuri, it's another surprise yani. Utafurahi tu, mnafurahi tu yani, ni muziki tu, hakuna story nyingine. Muziki. Now, thanks manze. Thanks for coming through. Thanks for liking, thanks for following, thank you for sharing. Tuko na Neto and I promise you we are going to do something so soon. Karibuni sana. Tunavizuri sana. Yani itakuwa ni sisi kwa sisi wenyewe. Mpaka tunaogopa kupata platform nzuri sababu naona kuna ujinga unatembea, nataka kila kitu yani fresh tu yani. Mungu mbele siku. Mimi najua kwa nini. Mungu anajua sababu kwa nini tumekutana. Nice bro. Nime give thanks bro. Kuni hold.
endelea kusupport wasanii pia hivyo pia. Thanks, man. That's good. Kabisa. So tumalize. Tumemaliza hichi kipindi. Tutakuja maji tu. Shukrani wadau. This is Neto for you, manze. Asanteni sana. Thanks, more blessing. Good night to you all. Thanks, Mysterious. Nashukuru sana. Thank you for coming on the live. I thank you guys. Thank you for the likes and everything. See you.